kutokana tamaa, sababu tukiangalia background ya Diamond alikotoka ni mbaya. Tukulemea kama leo anaweza akaja Tarime akafanya kitu kikubwa, funga stage kubwa kama hili, na niko katoka mbali. Kwa hiyo naamini hata alikotoka ni ile kuwa na moyo wa uvumilivu na kupambana kutokana tamaa. Ladies and gentlemen, go by the name Raphael Kinanga wa Kipaji Mtaji, and I'm chilling with Kipaji Mtaji ya Kinanga TV. Bana, as I told you, nipo katika wilaya ya Tarime na tamasha la Wasafi lipo katika huu uwanja wa Shamba la Bibi. Bwana, niko na mwanangu hapa, ni msanii ambaye namfahamu kwa muda mrefu. Bwana, mambo ni aje? Kama kawa Fresh. Kinyamwezi Mzuku. Bana, J-Songs, wewe ni msanii ambaye nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu sana, na ni msanii ambaye unafanya live. Vipi muziki wako, labda kwa namna moja ama nyingine unakupa changamoto zipi? Unajua tukizungumzia muziki wangu, mimi bado sijaanza kurelease official. Ila na muda mrefu nipo kwenye hii tasnia ya muziki wa live. Sawa. Huku na muda mrefu zaidi, ila hivi karibuni nitafanya mchakato wa kurelease EP yangu ya kwanza. Ni kitu gani ambacho kimefanya delay kwa kuanza kurelease ngoma zako na unastiki kwenye live bado? Ni mipango tu. Unajua muziki ni uwekezaji pia. Sawa. Unataka ukutane pia na watu sahihi. Sisi tunahitaji hivyo. Vipi kwa upande wa udhamini kwa mkoa wa Mara? Asilimia kubwa ya wasanii nimekuwa nikipiga nao story wananiambia kwa mkoa huu ni cheche, maybe labda nimeenda Dar es Salaam, nimeenda mkoa mwingine tofauti, labda pengine naweza nikapata udhamini. Hapa tupo katika wilaya ya Kazi, kanda maalum Tarime. Matajiri ni wengi sana hapa na wanaweza kawekeza kwa namna yote ile. Wewe unaamini kwamba matajiri wa hapa waamini katika muziki? Naamini kila mtu ana mtazamo wake, ila unajua ukanda wetu ni mgumu sana. Kwa hata sisi ambao tunajitahidi, tunapambana, tunajisukuma kila siku kidogo, tunatumia sana nguvu zetu binafsi kuliko nguvu za watu. Vitu vingine ni wewe mwenyewe mpaka ujipambanie ndio watu waje. Sawa, mwanzo inakuwa ni ngumu sana, mwanzo mgumu. Sawa. Bana, kwa asilimia kubwa matamasha kama haya huwa yakija mkoa wa Mara, ushiriki wa wasanii wa mkoani wenyewe huwa upo chini sana. Hii unafikiri ni kwa sababu gani, ukiwa kama msanii ambaye umekwisha kukaa asilimia kubwa kwenye tasnia yako ya muziki kwa mkoa huu wa Mara? Naamini ni watu wanakosa tu confidence. Wanakosa kujiamini na kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa mbele za watu. Sawa. Na wakaenda. Kikubwa tu mimi naweza nikahusia watu wajiamini, wajikubali, wapende wanachokifanya, wawe na ile motisha. Sawa. Sababu na kama mimi hapa mpaka sasa tuko hapa, ila hatujapata ule mwafaka kwamba tutapanda au tutopanda. Ila tokea saa 10 tuko hapa. Kwa hivyo tuseme changamoto nyingine ambayo inapelekea nini muziki wenu uwe chini ni kwamba mmekosa mtu wa kuwasemea, mtu wa kuwasimamia katika muziki wenu kiujumla, mkiwa kama wasanii, si ndivyo? Shoti kwa sasa hivi kila mtu sana anajitegemea. Kila mtu anajitegemea. Kwa kila mtu anapambana kwa engo yake. Sawa. Kila mtu anapambana kwa engo yake, ndio kilichopo sasa hivi. Sawa. J-Songs, unalipi ambalo umekwisha kujifunza tangu siku ya jana pale CMG Hotel na leo tupo Shamba la Bibi hapa, kwa wasanii wakubwa ambao wamekwisha kufika katika mkoa wa Mara, kuna kipi ambacho umejifunza ukiwa kama msanii? Ubunifu, kujifunza kufanya vitu vipya kila siku, kutokana tamaa, sababu tukiangalia background ya Diamond alikotoka ni mbaya. Tukulemea kama leo anaweza akaja Tarime akafanya kitu kikubwa, funga stage kubwa kama hili, na niko katoka mbali. Kwa hiyo naamini hata alikotoka ni ile kuwa na moyo wa uvumilivu na kupambana kutokana tamaa. Sawa. Bana, swali moja la kizushi, unaamini kwamba ukienda da ndio muziki wako uta step forward ama vipi? Cha msingi mimi naamini ni njia tu. Kama ni da basi mimi ningekuwa nishaenda da kitambo. Naamini sana kama unapokuwa tayari uko na watu kwa kuonesha pita hapa inakuwa ni rahisi kidogo kuliko ile kukurupuka. Sawa. Sababu ukisema da kuna waimbaji wengi. Nikienda mida sio kama mimi nitakuwa mwimbaji peke yangu, ushaelewa? Lakini asilimia kubwa ya underground wamesema kule ndio unapata support kubwa, kuna wasanii wengine wengi wa kusupport, kuna studio nyingi. Wewe vipi katika hili, uamini? Naamini katika hilo na ndio plan yangu. Sawa. Soon nitakuwa huko. Kwa hiyo soon utakuwa da kama kawaida. Bana, shukrani sana mnyamwezi wangu wa Kipaji Mtaji ya Kinanga TV. Nilikuwepo naye J-Songs. Bana, J-Songs, give a shout out kwa wanao watatu ambao wanakufuatilia na kukutazama kupitia Kinanga TV. Bana, mimi shout out kwa familia yangu, nimekuwa ikinisupport since day one. Shout out kwa yoyote yule ambaye ananisupport since day one. Lakini pia nipende tu kuambia watu hasa nyumbani kwetu Bunda wasapotiane. Wanapoona kitu kipya kinatokea nyumbani wakubali kusupport. Sawa. Watu wengi sana wanakuwa na ile kukunja. Wakiona una kitu fulani wanaona kama mikunjo sana. Mikunjo mingi, lakini
hawajui kwamba kusapotiana ndio, yani umoja ni nguvu, ushaelewa. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa watu wa Bunda nyumbani, mimi napambana kama mimi. Yani napambana kama mimi, siku moja nje nisimame niseme bana nimetokea Bunda, nafanya vitu vikubwa, nimesimama kwenye stage kubwa na wasanii wakubwa, ndio kitu ambacho mimi nakipigania. Kwa naamini tutafika inshallah. Bana, shukrani sana mzee. Mimi natarajia performance yako kwa siku ya leo, kama ukipata chance itakuwa the best sana. Unyama sana. Sawa sawa. Ladies and gentlemen, mtazamaji wa Kipaji Mtaji kupitia Kinanga TV, nilikuwa na mwanangu Joe Songs, tumepiga story 2-3 na ameweza kueleza machache miongoni mwa mengi aliyopo nayo. Still next time tunakutana kwenye stage soon. Bana, go by the name Rafael Kinanga wa Kipaji Mtaji.